Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Kwa majina ninaitwa Amoni Paulo Lupimo, ni mtumishi wa Mungu katika huduma ya Eternal Life for All Nations, au tunasema uzima wa milele kwa mataifa yote. Naam, leo nina somo moja ambalo nilihitaji tushirikishane pamoja, linalosema ijue thamani ya nafsi yako. Naam, mara nyingi watu wengi wamekuwa kwenye changamoto ya kutotambua kwa nini wapo ulimwenguni, au kwa nini Mungu aliwaumba ulimwenguni, kwa nini Mungu alipuliza pumzi ya uhai kwenye miili yao kipindi Mungu anafanya uumbaji. Katika Mwanzo ile sura ya kwanza na ule mstari wa 26, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Lakini katika Mwanzo sura ya pili anasema Mungu akamfinyanga mwanadamu katika udongo, akachukua mavumbi ya ardhi akamfinyanga mwanadamu na kisha akampulizia pumzi ya uhai. Mwanadamu yule akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. So tunaweza tukaona kwamba kumbe basi nafsi ya mwanadamu ina thamani sana mbele za Mungu na mbele za mwanadamu pia. Nafsi, tunavyozungumzia nafsi, ni ule mfumo wa Mungu aliyoweka kwa mwanadamu ili uje utimize kusudi, au huu mfumo uoperate kwa namna ambavyo yeye alitamani iwe. Na mara nyingi kwenye maisha ya kawaida ambayo tunayaishi, kila mtu huwa anatengeneza kitu, huwa anafanya jambo akitarajia mazuri. Hakuna mtu ambaye huwa anafanya kitu ili kilete matokeo mabaya. Kila mtu huwa anafanya jambo ili aone matokeo mazuri. Mzazi anapokuwa anazaa mtoto, anatarajia huyu mtoto atakuwa, akishakuwa atatengeneza maisha yake pia, lakini katika uzuri. Na mfumo wa Mungu sasa kumtengeneza mwanadamu kisha akampulizia ile pumzi na mwanadamu akawa nafsi hai, ilikuwa ni kwa lengo la kuja kumtumikia Mungu. Sasa watu wengi wanakutana na hii changamoto ambayo shetani ameingia kwenye ulimwengu. Sasa inatokea mtu anakuja anashindwa kutambua kwamba kwa nini yeye yupo ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Naam, nafsi tunaweza tukazungumza ni kitu ambacho hakiwezi kutenganishwa na mwili. Umeona, ni muunganiko kati ya mwili, roho na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya kawaida ambayo tunayaishi, sawa, nafsi ni mimi mwenyewe. Nafsi ni mawazo yangu, nafsi ni mtazamo wangu, nafsi ni fikra zangu, nafsi ni kile ambacho ningekifanya kionekane katika hali ya matokeo. Unaweza kuona ni kwa nini nafsi ina thamani sana. Twende kwenye maeneo mawili tu katika eneo la afya. Ili mtu awe na thamani ni pale anapokuwa hai. Ukiona mtu anachukuliwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupatiwa matibabu, si kwa sababu huyu mtu ni wa thamani sana, anahitaji awepo. Hapana, isipokuwa wanajaribu kuiokoa ile nafsi isiondoke, ili ije itimize kusudi, lile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwa mwanadamu. Ndio hapo utaona zitatumika nauli, watu watapanda ndege, wataenda China, wataenda India, wataenda
mataifa tofauti tofauti, ni kwa lengo tu moja, kuhakikisha uhai wa mtu unaendelea kuwepo, uhai wa mtu unaendelea kubaki. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa sio hivyo, kwamba kungekuwa na uwezekano wa kuchukua uhai kutoka sehemu fulani na mtu akawekewa, sidhani kama watu wengetumia gharama kubwa kusafiri miles za kutosha kwenda kutafuta uzima. Yaweza kuwa mtu anaumwa, lakini sasa imeshindikana hapa kumtibia, imeshindikana kumtibia eneo fulani, sasa ameandikiwa rufaa ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sio kwa sababu huyu mtu kwamba ni mwema sana au ni mzuri sana, hapana. Wanajaribu kutafuta uwezekano wa hii nafsi kuishi ili ije itimize yale yaliyokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukajiuliza swali au maswali kwamba kwa nini nafsi ya mtu ina thamani mbele za Mungu? Kwa nini nafsi ya mtu ina thamani mbele za Mungu? Nafsi ya mtu ina thamani mbele za Mungu kwa sababu, namba moja, tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ndio uthamani wa nafsi zetu unapoanza kuonekana, kwamba unavyoniona mimi ni mfano halisi wa sura ya Mungu. Unadhani kwa nini Mungu hakujifananisha na mnyama? Unadhani kwa nini aliona ajifananishe na mtu? Ni kwa sababu ya mfumo wake yeye mwenyewe ambao alitaka uoperate sasa katika namna ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo utaipata katika kile kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza na sura ya kwanza mstari wa 27. Lakini namba mbili, kwa nini nafsi zetu zina thamani sana mbele za Mungu? Kwa sababu tumeumbwa kwa ustadi wa Mungu. Tumeumbwa kwa ustadi wa Mungu. Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi 139 na ule mstari wa 14, wa 13 na wa 14, anasema hivi: umenifuma tumboni mwa mama yangu, nimefanywa kwa namna ya kuogofya na ya ajabu. Umenifuma tumboni mwa mama yangu, nimefanywa kwa namna ya kuogofya, kwamba ustadi wa Mungu ambao ulitumika ni pale ambapo anamtengeneza mwanadamu. Just kumbuka, wote tunaelewa kwamba mtu hatokei tu kwamba anatokea, na mtu haombi azaliwe, anajikuta amezaliwa. Mtu hatumi maombi ya kusema ninahitaji nizaliwe na mimi. Ingekuwa ni hivyo, watu wengi wangekuwa wanaangalia sehemu gani kuna neema kubwa ya pesa ambayo mimi niombe nizaliwe pale. Lakini kwa sababu kila mtu alijikuta amezaliwa, sasa anatakiwa kujua kwa nini amezaliwa au ni nini kilifanyika yeye akawepo. Huwa ninawaambia watu kwamba watu wa sayansi tunasema kwamba maji ya mwanaume yanapoenda kukutana na maji ya mwanamke, kuna kitu kinatengenezwa, yaani kuna mimba inatungwa. Sasa hebu fikiria
ustadi wa Mungu ambao umetumika. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 139 mstari wa 13 na 14, anasema nimeumbwa umenifuma tumboni kwa namna ya kuogofya na ya ajabu. Mungu anatengeneza mtu kwenye tumbo. Haya ni maji yanakutana, maji yanaanza kutengeneza kiumbe ambacho hiki kiumbe kinakuja na tabia, kinakuja na mfumo halisi. Mungu, kumbuka, alianza kutengeneza kwenye ile bustani udongo, akaufinyanga, kisha akaipuliza pumzi kwenye ule udongo, na kisha ule udongo ukawa nafsi hai. Halafu anawaambia hivi, zaeni mkaongezeke. Yaani baada ya kupuliza pumzi, sasa ile pumzi anaiamuru kwenda kufanya uzalishaji, kuongezeka. Umeona ustadi wa Mungu ulivyokuwa wa ajabu? Ndio maana nafsi zetu zinakuwa na thamani sana mbele za Mungu, hasa mtu anapojua thamani yake. Namba 3, kwa nini nafsi yangu au nafsi yako ina thamani mbele za Mungu? Kwa sababu namba 3, umenunuliwa kwa gharama au umefanywa kwa gharama. Nisikilize mtu wa Mungu, katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza na sura ile ya 6 mstari wa 19 hadi 20, Biblia nasema mmenunuliwa kwa bei. Na tunaposema tumenunuliwa kwa bei, ni kwa damu ya Yesu. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake ni nini? Kwamba kumbe Mungu alivyoupenda ulimwengu, sawa, ameupenda ulimwengu. Kumbuka, ni baada ya anguko la Adamu au baada ya shetani kuingia sasa kwenye ile bustani ambayo Mungu alikuwa amewaweka Adamu na Eva. Sasa Mungu akaona pumzi ambayo niliipuliza kwa mwanadamu ina thamani kubwa sana, na shetani ameingia kwenye bustani ile kwa ajili ya kuharibu mtazamo wa hawa watu au kwa ajili ya kuharibu hii nafsi niliyoiumba. Sasa kwa nini shetani aende? Nifanye nini basi? Acha nimtoe Yesu Kristo aende huko akaifie hii nafsi, ili kila atakayoiamini hiyo, kila nafsi itakayomwamini Yesu ipate uzima wa milele. Yaani Mungu kwa namna ambavyo ametupenda, katutengenezea mfumo ambao kwa huo mfumo tukiuamini tunakuwa na uzima wa milele. Kumbuka, nafsi ni uhai, ni uzima, ni roho ambayo iko kwenye mwili. Nafsi ikiondoka hakuna thamani tena, yaani unahesabiwa siku au masaa kuwa alizini, kurudi kule ambako ulitoka.